Revelation chapter 22 verse 16. Aliye na Biblia hii atakiandaa kwa sababu tunaweza soma nyingine maandiko mbili tatu kwa ajili ya hiyo. Revelation chapter 22 verse 16. I read the Bible in the name of Jesus Christ. I, Jesus, I have sent my angel to testify to you these things in the churches. I am the root of offspring of David, the bright and the morning star. Amen. Unaweza kuketi. Tulitanguliza kusema tangu jana, Yesu Kristo ni nyota ya asubuhi. Amen. Na nikarudia nikasema hivi, kama Yesu ni nyota ya asubuhi, ni tofauti na nyota ya jioni. Kwa sababu kawaida nyota ikiwaka lazima itawaka jioni, lakini Yesu akajitofautisha na nyota ya jioni. Amen. Yeye akasema ni nyota inayowaka katika pambazuko. Na nikasema asubuhi kwa ulimwengu wa kiroho ni baada ya kumaliza usiku, then kutokea asubuhi tuone mwanga, ndio inayotuonyesha asubuhi. Kinachotofautisha asubuhi na usiku ni giza ikienea tunaita usiku, na nuru ikitokea, mwanga ukitokea tunaita asubuhi. Ina maana asubuhi ni kuamkia kwa mwanga na usiku ni kukuja kwa giza. Tukisema usiku tunaona giza kuingia, na tukisema asubuhi tunaona mwanga kutokea. Sasa katika mwanga hapawezi onekana nyota, kwa kuwa kawaida ya uumbaji wa Mungu alipoumba mbingu na nchi, Biblia inasema juu ya anga akaweka jua, akaweka mwezi na akaweka nyota. Lakini akasema hivi, siku ya nne mwanga mkubwa ukaangaze mchana na mwanga mdogo ukaangaze usiku. Kati ya hizo mianga za kuangaza usiku tunaona jua, tunaona mwezi pamoja na nyota, na kati ya mwanga ya kuangaza asubuhi tunaona jua peke yake. Sema amen. Ina maana nyota kuangaza lazima itangaze kipindi giza inatokea. Sasa Yesu akajitofautisha, akasema mimi ni nyota iwakayo asubuhi. Sasa nyota ya aina gani yenye inaweza waka asubuhi? Wakati Mungu alipoumba katika mwelekeo wake akaweka nyota ili kwamba ikaangaze ni usiku. Sema amen. Lakini Yesu alipokuja akatuonyesha ya kuwa yeye siyo nyota tena ya kuwaka usiku, lakini ni nyota ya kuamkia asubuhi. Sema amen. Nitangazie mtu nimwambie, sisi ambao tumeamkia asubuhi ya leo tuko na neema ya kushiriki baraka ya nyota ya asubuhi. Haleluya. Yesu kwa dimension ya ufunuo tukimuita tena nyota ya jioni, kwa sababu kwa Biblia tuko na manabii wangapi? Wawili, nabii wa asubuhi na nabii wa jioni. Ina maana manabii walioamkia asubuhi na nabii aliyekuja jioni. Amen. Manabii walioamkia asubuhi ni wakina nani? Abraham ni nabii wa asubuhi. Moses ni nabii wa asubuhi. Elia ni nabii wa asubuhi. Sema amen. Ni wale manabii ambao walikuja mapema kutabiri, lakini tunajua nabii wa jioni ni Kristo aliyekuja sasa baada ya wale manabii kuamkia, aliyekuja jioni kukuja kutuambia ya kuwa tunaziishi siku za magharibi. Musa kutuambia tunaishi siku za magharibi. Abrahamu kutuambia tunaishi siku za magharibi. Abrahamu pamoja na Musa pamoja na Elia na manabii waliotangulia waliamkia mapema, lakini nabii aliyekuja jioni ni Kristo. Haleluya. Yeye ndo alikuja kutuambia siku tunazoziishi ni siku za jioni, ni siku za magharibi. Sasa kama alijiita nyota ya asubuhi, ina maana kwa ulimwengu wa kiroho tukienea jioni anaweza badilishwa na anakuwa nyota ya jioni. Sema amen. Maandiko yanasema wote waliotangulia, Yesu ndo anasema ni wizi na wanyang'anyi. Unajua kwa nini alisema hiyo kauli? Niliwahi kuambia one Sunday. Kwa nini Yesu aliongea hiyo kauli?
Yesu aliongea kauli waliotangulia ni wizi na wanyang'anyi. Sasa tutaelewa hawakukuwa na capacity ya kupatia ulimwengu wokovu, ya kupatia binadamu wokovu. Ndio maana Yesu akawaita wizi na wanyang'anyi, kwa kuwa mwendo ambao waliutembelea katika Agano la Kale haukuwa na uwezo wa kuleta wokovu kwa kanisa. Sasa yeye alipokuja akasema, mimi sasa ndio nuru ya ulimwengu. Ina maana waliotangulia hawakuwa nuru, lakini waliweka giza kwa dunia. Ina maana kwa njia ya sheria iliyoamkia asubuhi haikuleta mwangaza, lakini neema ambaye ni Yesu alipokuja sasa jioni akatuambia, mimi ni nuru ya ulimwengu. Ninatangazia mtu leo nuru ya ulimwengu ambaye ni Kristo, ambaye ni nyota ya asubuhi. Iangazie maisha yako, iangazie uzao yako, iangazie familia yako, iangazie kazi yako, iangazie future yako. Nasema iangazie future yako. Nuru ya pambazuko ya jioni ni Yesu mwenyewe. Yeye akasema jioni kukikuwa giza. Imagine Mungu kama alitanguliza wale manabii katika sasa asubuhi. Mungu alijua asubuhi kuna mwanga, asubuhi kuna nuru. Wanaweza ona na wanaweza saidia. Lakini katika yote hapakukuwa neema ya njia ya wokovu kwa ajili ya binadamu. Sasa jioni zilipoenea, Yesu akasema, sasa jioni ndio saa yangu ya kufanya kazi, kwa kuwa kama mimi ni nyota, ili niangaze lazima giza iwe. Amen. Na presence ya mwangaza ni absence ya giza. Ina maana mwangaza ukikuja, giza inapotea. Sasa ili jioni tuokolewe, lazima tupate nuru ya ulimwengu. Na nuru ikikuja, lazima giza itatoweka. Ndio maana nasema kila aliyemkaribia Yesu alifanyika kuwa nani? Kama ulifanyika mwana, ina maana na wewe ni nuru katika hii ulimwengu. Sema mimi. Makofi kwa Yesu Kristo. Nyota ya asubuhi. Biblia inasema kitabu cha Ufunuo 22:16. Kuna maneno matatu ambayo nitaongelea baada ya siku mbili ambazo zimebaki, tatu ambazo zimebaki. Neno la kwanza nitaongelea ni juu ya kumtuma malaika wake juu ya makanisa. Kitu ya pili, yeye ni shina la uzao wa Daudi. Na kitu ya tatu, nyota yenye kung'aa asubuhi. Kwa kuwa Biblia inasema, yeye anasema I Jesus, manake mimi nani? Mimi Yesu. Hili ujumbe katika kitabu ya Yohana haikuwa ya mtu mwingine. Ni Yesu mwenyewe ndio ana address direct kwa mtu ambaye anaitwa John kwa kisanga Patmos. Huyu John ndiye mtume wa mwisho aliyefariki baada ya mitume wote. Yeye ndiye mtume ambaye aliishi mateso lakini hakufa. Walimweka kwa kisanga Patmos. Hakuna chakula, hakuna lolote, lakini hakufa kwa sababu bado akatimiza damishe ambayo Mungu alimpea. Wakakamata tanki ya mafuta, wakamweka ndani. Jamaa akatoka ndani ya hiyo tanki. Ukiangalia mwili wake, Biblia inasema ukabadilishwa kama mwili wa mtoto mdogo. Ina maana kwa mtu anaamini Kristo, kuko mtu anaweza kufanyia mateso akafikiria na kutesa, kumbe mateso ni njia ya kuinua tena maisha yake. Kuna mtu anaweza kufikiria ameturoga, ametufanyia uchawi, amechafua jina, kumbe kwa kuchafua jina ni njia ya kuinua maisha yako. Wangapi tulichafuliwa, lakini njia ya kutuchafua ndio njia Mungu anatumia kiurahisi kwa kutuinua. Mungu anajua kama hakuna njia nyingine utainuka ndani isipokuwa watu wakuchafue. Kuna ingine kuchafuliwa kwa maisha sio njia ya kukudharaulisha, lakini ni njia ya kutangaza jina lako. Kuna watu wanaweza kufikiria tumembomoa wala tumempiga, kumbe wengine watakaosikia jina hiyo wanakuwa na tamani sana waone ule mtu ni nani. Sasa wewe uliyetangaza mwingine kwa ubaya, ukamsema kwa ubaya, kumbe ubaya unaomfanyia ni njia ya Mungu kumuinua kesho. Ubaya ambao watafanyia Josefu ni njia ya Mungu kumuinua kesho. Ubaya ambao wanadamu wamekufanyia ni njia ya kukuinua. Hatutakufa na ubaya waliotuandalia, hatutakufa na ubaya waliotupangia. Waliosema jina zetu vibaya ilikuwa ni njia na opportunity ya kupea Mungu na nafasi ya kutuinua vizuri.
acha watu wakuongee. Sio kila kuongea ndio kukumaliza. Ingine kuongea inakupea nguvu ya kutafuta Mungu. Sema amen. Walipomweka kwa taki ya mafuta, alipotoka hapo akatoka na ufunuo mpya. Ile mateso walikuweka ndani, wakati utatoka mwa hiyo mateso utatoka na ufunuo mpya. Amen. Ile shida walikuweka ndani, ile shida sasa unatoka ndani, utatoka na jina mpya. Sema amen. Biblia inasema baada ya mateso Yohana alipitia, Yesu akakuja kwake kumpea ujumbe, akamwambia I Jesus, mimi Yesu. Ina maana ni message ambayo ilikuja direct, haikuwa na mjumbe yoyote, lakini ilikuja na mwenyeji. Yeye mwenyewe ndo anasema mimi Yesu. Ni kama Yesu akikuja kwa maisha yako, hatumii mtu yoyote, anakuja binafsi, anakuambia Liza, I Jesus, mimi Yesu. Sema amen. Biblia maandiko yanasema baada ya kujitambulisha kusema mimi, anasema I have sent my angel to testify. Nimetuma nani? Malaika wangu kushuhudia. Kama Mungu alituma the angel juu ya kutestify, kuna wakati mwingine binadamu hawezi kuwa na ushuhuda mzuri juu yako, lakini malaika aliyetumwa atakuwa na ushuhuda mzuri juu yako. Malaika aliyeamriwa na Mungu uende mahali fulani atakuja na ushuhuda mzuri, kwa sababu ni Mungu mwenyewe anamtuma. Nikuombea katika pambazuko ya leo, Mungu atatuma malaika juu yako ambaye anakuja na ujumbe kamili juu yako. Sio binadamu ambaye anakuja, hapana. Nasema ni malaika wa Bwana, nasema ni malaika wa Bwana ndiye Mungu atakayetuma. Tunachoka na ujumbe ya wanadamu, tunachoka na ushuhuda za watu. Tunataka sasa ushuhuda ya kumalaika, malaika mwenyewe atestify juu yako. Binadamu akitumwa na ujumbe juu yako, kama ni ujumbe mzuri, labda hata kushuhudia vema, kwa sababu ni binadamu. Anaweza fikiria kushuhudia mzuri juu yako anakuinua, wala akishuhudia mzuri juu yako unapata favor, akishuhudia mzuri juu yako unakamata nafasi. Kuko binadamu mwingine mwenye wanaweza uliza ushuhuda yako kuliko akushuhudie. Anakushuhudia kwa mbaya, ule mtu tunamjua, huyo hawezi wezana na yeye, huyo dada, huyo baba, huyo mama, achana naye. Huyo tunamjua, tunaishi naye hapa kwa muda mrefu. Lakini Yesu akituma malaika wa kukushuhudia, atakushuhudia na same na kile ambacho Yesu amemtuma nacho. Mnajua Paulo, huyo tunamjua, mtumishi wangu mzuri sana, mtumishi wangu mpendwa, huyo nimemfahamu, ule ndio malaika wa Bwana. Lakini binadamu, unajua Paulo, huyo nimemjua, huyo si ni mhubiri anakaa Kenya, tunamjua vizuri sana. Na kwanza si anatimiza gari ya black, hiyo gari yake sijui ni mbaya. Siku moja alikuwa kama imetoka mguu, kama ni ule ndio binadamu. Sema amen. Lakini sasa Mungu atakuja kwako, Anthony, yeye atakushuhudia kwa madhaifu. Lakini binadamu akiona kazi yenye wewe lazima ufanye, nani yule ambaye tutampata kwa kipindi hii? Binadamu mwenzetu ambaye atashuhudia kwa mazuri, ambaye atakushuhudia kwa mwema, isipokuwa Roho ya Bwana ilikuja ndani yake ikamjaza akasema mazuri juu yako. Leo tuko na dunia ya watu wachache sana ambao wanaweza kushuhudia kwa mazuri, ambao wanaweza kutushuhudia kwa wema. Binadamu yoyote akishuhudia mwingine kwa mazuri, anafikiria ya kuwa ninataka kumuinua, lazima niongeze uongo ama nimshuhudie kwa ubaya kidogo asinipite level. Ule ndiye mtu. Nani anaweza connect mwingine kwa kazi ambao wewe hauna, lakini unamconnect ndugu yako yenye wewe mwenyewe ukiangalia unasema amenizidia level, lakini hakuna choice. Kama ilikuwa ni chance yake, acha ipewe. Nani wewe isipokuwa kujipigania mwenyewe? Lakini Biblia inasema I Jesus I have sent the angel of God juu ani testify, anishuhudie. Ina maana binadamu akishuhudia Yesu anaweza kushuhudia kwa ubaya. Ule tunamjua mtoto mranda baba yake, si ndio ule anatengeneza vitu za mbao? Tunamjua
lakini the angel of God alikuja kushuhudia Yesu. Tasema huyo mnamjua ni mwana wa Mungu atokaye kwa kiti cha enzi, aliyeacha mbingu na utukufu kwa ajili ya binadamu, akavaa dhambi za binadamu. Hakuwa na dhambi, lakini akajifanya mwenye dhambi ili binadamu akaokolewe. Mpaka mwenyewe unasema lazima nimwamini huyu mtu, lakini mwingine atakuharibia. Sema ule tunamjua, baba yake anaitwa Joseph, mama yake anaitwa Maria, na kwanza historia inasema hii mimba yake haiko baba yake ndo alipotea mama yake. Tulisikiaga mimba yake sio baba yake alitosha, labda alikuwa anazoea na garso fulani na kijana fulani, labda ni alimpea mimba. Kwanza wewe unajiitaka Kristo, unajua ulizaliwa aje? Unajua ulizaliwa aje? Bado tunasema ndio vile malaika alikuja kwa mama yako akamwambia utapokea ujauzito. Hapana, mama yako anajua secret. Kuna kijana tuliona alikuwa anazoea na mama yako. Ili ndio ushuhuda ya nani? Ya binadamu. Sema amen. Ndio maana Yesu akasema mimi Yesu nitamtuma malaika wangu na huyu malaika atajishuhudia kwa makanisa. Ina maana ushuhuda ya Yesu kwa makanisa haitokani na watu, lakini inatokana na malaika za Bwana. Kwa kuwa malaika akiwa ndani yako, unaweza kuwa na neema ya kushuhudia injili kwa uzuri. Malaika akiwa juu yako, utashuhudia Yesu kwa uzuri, utashuhudia Kristo kwa uzuri. Wapagani ambao wamjui Yesu watamjua ni kupitia the angel of God ambaye atakuwa ndani yetu to testify ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo madhabahu asubuhi ya leo nimetestify, nimeshuhudia Yesu ni mwana wa Mungu aliye hai. Yesu alitumwa kukomboa dunia. Nani atashuhudia nafasi yako? Kama Yesu aliona ni vema atume malaika wake akamshuhudia kwa makanisa. Sema amen. Sijui kama unaelewa hiyo andiko. Maandiko yanasema Jesus, I have sent my angel to testify to you these things in the churches. Nimetuma malaika wangu, amen, kushuhudia hizi vitu ndani ya makanisa. Nani atashuhudia nafasi yako? Binadamu nani ambaye atakuwa na roho ya angels? Pambazuko ya leo ukitoka hapa ashuhudie nafasi yako. Kuna mahali place imekuchunga, kuna mahali baraka imekuchunga, lakini you need someone, mtu ambaye atatestify, mtu ambaye atashuhudia juu yako. Kuna labda mtu ambaye sahihi hapa anashuhudia asikie ushuhuda ya sound of trumpet ili kwamba kuna hiyo mlango. Nani atashuhudia nafasi yako? Nani atashuhudia nafasi yako? Yesu ana haja ya kuingia Samaria, lakini hakuna haja ya kukutana na mwanamke Msamaria. Huyo mwanamke Msamaria atamshuhudia. Akifika Samaria anasema nimepatana na mwanaume kwa kisima. Nimekutana na mwanaume juu ya wanaume, baba juu ya wababa. Nimempata kwa kisima. Amenieleza 1 2 3. Watu wa Samaria wakasema, na sisi tutaona huyu mwanaume wapi? Nani atashuhudia juu yako ili watu wakutafute? Antoni, unaweza tafuta kazi, unaweza tafuta biashara, lakini you need someone, mtu ambaye atashuhudia juu yako. Mtu ambaye atapeleka ushuhuda yako kwa bosi mmoja, anamwambia najua mtu anaitwa Antoni. Huyu anaweza endesha truck, huyu anaweza fanya hii kazi, huyu anaweza fanya hii. Kesho unasikia simu inapigwa, unaitwa Antoni, tunamhitaji kwa ofisi. Kumbe kuna mtu aliyeenda kushuhudia. Nani atakushuhudia? Nani atakushuhudia? Yesu akasema, mimi Bwana, mimi Yesu nimetuma malaika wangu alishuhudie kwa makanisa. Ina maana kwa makanisa ili kwamba Yesu akuwe na ushuhuda njema, lazima malaika wake. Na malaika wa Mungu sasa ni nani? Kitabu cha Ufunuo sura yake 2 mstari wake wa kwanza. Biblia inasema hivi, kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika. Ilikuwa ni kanisa 7 zilizokuwa Asia, amen, ambapo ujumbe ulikuja kwao. Na yote alikuwa anasema kwa malaika wa kanisa, kwa malaika wa kanisa, kwa malaika wa kanisa andika. Malaika hautamuona anakuja na mabao. Malaika hautamuona ndio huyu anakuja kwa ruka hapa. Malaika ni wewe na mimi. Ni wewe na mimi. Mungu akitaka kutumia malaika wake
lazima ataingia kwa roho ya binadamu mmoja mwenye roho safi, ili ahudumie mwingine, na huyo atakuwa ni malaika wa Bwana. Malaika ambao walienda kuchoma Sodoma, wanafikiri walikuja na mabawa hivi? Hapana. Abrahamu aliona watu kama yeye, aliona watu ambao wana miguu miwili na mikono miwili. Abrahamu akasema, tangu niko kwa hii eneo sijawahi kuona watu kama na hawa. Lakini walikuwa watu wenye sura, lakini Abrahamu alipowaona akasema, hapana, hii utukufu mimi naona juu yao iko tofauti na vile mimi naona na watu. Huyu ako tofauti. Sema amen. Akapiga magoti mbele yao akasema, kabla hamjaendelea na safari yenu, mimi nawaomba ingieni kwa nyumba yangu, ingalau muoshe miguu na mpate chakula kidogo, ili muendelee na safari yenu. Kumbe alipokea malaika wa Bwana pasipo kujua. Na hata Biblia inasema wengi wenu watapokea malaika za Bwana pasipo kujua. Labda umeshawahi kupokea the angel of God kwa maisha yako na hujua, lakini alikuja vizuri sana, vizuri sana, akakupenda. Kama sio kukusaidia, unaweza kuwa kipindi unahitaji kabisa pesa, unapata rent ile kushika au na mali kutoa, lakini mashallah mtu mmoja anakupigia simu anakuambia, "Halo, siku mingi hatuonani." Unapiga story kisha anakuambia, najisikia nikubariki. Najisikia nikupe. Hii na mimi kwa pesa. Nimekuwekea 5,000. Ama nimekuwekea 3,000. Unasema, "Wow, Mungu alipitia binadamu kweli. Niliona malaika wa Bwana kupitia wewe. Niliona Mungu kweli." Amen. Ina maana tutaona Mungu akishuka katika roho, lakini tutaona Mungu akimanifest kati ya physically kupitia binadamu wenzetu. Jamani, Biblia inasema usiseme unampenda Mungu usiyemuona wakati unachukia nani? Binadamu unayemuona, jirani yako. Ina maana manifestation ya Mungu ni karibu ya ule binadamu mwenye uko karibu yako. Ni yule binadamu wako karibu yako. Mungu hatajimanifest kwa maisha yako na akikosa kupitia mtu. Lazima mtu akuwe ni kwamba Mungu akampitie ajimanifest kwako. Sema amen. Ni nani ule mtu sasa? Ni wachache sana. Mungu anaangaliaka kwa dunia, anasema naweza kupitia nani? Naweza kupitia nani? Sema nikipitia huyu mama nimpatie 1,100 kwa sababu niko nataka kubariki huyu sister. Roho ya huyu mama itampea. Mpaka Mungu anastop. Na ule wa 1,100 nakosa, na huyu mwenye angepata 10,000 wote wamekosa. Juu Mungu anaona roho ya huyu atampea 100, hata mpea mwingine. Mungu anastop hii. Tunakutana sote tunakuwa fukara. Kwa sababu Mungu amekosa ni nani? Atapitia. Mioyo ya wanadamu inakuwa na ukaidi. Anajua nikipitia huyu ili kwamba pe huyu mtu mwingine kazi. Hata kusema vizuri kwa huyu bosi. Acha niachane naye. Na inakuwa ngumu Mungu afanye operation. Lakini kama Mungu angelipata watu wenye moyo safi, tutakuwa tumebarikiwa sana. Hii nimeiomba kwa kanisa la Sound of Trumpet. Mungu atuone wenye moyo safi ambao atatumia tuwe baraka kwa watu wengine. Sema amen. Mungu akikuangalia anasema huyu atanipea, atakuwa baraka kwa huyo, kwa huyo na kwa huyo. Acha nipee. Ndio nakutana huyo amebarikiwa, ule amebarikiwa, ule amebarikiwa. Kwa sababu gani? Kuna mmoja Mungu aliona huyo akona moyo safi. Nikimpea huyu atabarikiwa, ule atabarikiwa, ule atabarikiwa. Lakini Mungu akiangalia hivi, moyo wa huyo hapana. Huyu nikimpea ni kujikusanyia mwenyewe, ni kukula mwenyewe. Sasa simpei. Amen. Ndio maana unakutana watu ambao wanaoendelea ni wale wenye moyo ya kusaidia. Mungu anajua huyu nikimpea atasaidia watu. Ndio unakutana matajiri wanahesabika 1, 2, 3 ambao wanajua huyu akikuwa na kampuni fulani, moyo wake una moyo wa kuajiri watu 100, acha kubariki. Mungu angalia moyo wangu asubuhi leo. Angalia moyo wangu asubuhi leo. Nipe kitu nipatie wengine. Sema hivyo. Malaika wa Bwana ni binadamu ambaye Mungu atapitia ili kwamba kushuhudie na kuombea mtu katika pambazuko ya leo, ambaye atakuwa malaika wa Bwana aende kushuhudia, akushuhudie mahali pazuri, akushuhudie somewhere, mahali penye ukiingia ushuhuda ikikutangulia kabla hujakuja. Ushuhuda ya Yesu ilimtangulia kwa dunia kabla hajakuja kupitia mtu anaitwa Yohana Mbatizaji.
John Baptist alianza kushuhudia nani? Yesu. Kabla Yesu hajafanyaje? Hajakuja. Akasema kuna mtu anakuja nyuma yangu, sina hata uwezo ya kufungua kamba zake. Watu wanasema, kuna mtu anasema, mzee, si wewe tulikuwa tunajua mwenye nguvu. Ina maana nyuma yako kuna mtu mwingine mwenye nguvu ambaye anakuja. Ai, huyu ni nani? Ni nani? Mwenye leo dadie anashuhudia hivi. Ni kama nianza kuwashuhudia, bana waambia kuna mtu anakuja, the man of God. Yeye ni fire, ni moto. Ndio mnaanza kusema hii mwenye papa ameshuhudia hivi. Tunataka tumuone. Huyu mahali itakuwa ni fire for fire. Sema amen. Ushuhuda inaweza kupatia nguvu na utafika. John akasema, yule ambaye anakuja sina hata uwezo wa kumbatiza, kwa sababu mimi ninawabatiza ubatizo wa toba, lakini anakuja atawabatiza ninyi kwa Roho na kwa moto. Utasema bwana, amen. Huyu mtu anakuja, yeye kubatiza, unaona moto na unaona Roho, lakini mzee yeye anatubatiza kwa toba, roho ya msamaha, roho wa kutubu dhambi. Lakini mwenye anakuja sasa, yeye anakuja na moto na anakuja na Roho. Ai, sema amen. Watu wote kupitia ile ushuhuda wakakuwa na hofu, wakakuwa na matamanio ya kutaka kumwona Yesu. Nani atakushuhudia ili watu wakutafute, ili watu watamani kukuona? Kanisa la Sound of Trumpet tunaomba tu malaika wa kutushuhudia, malaika ambaye atatushuhudia huko nje. Na yule malaika ambaye atatushuhudia huko nje ni wewe mwenye. Utaenda kwa jirani yako nasema, there is a church, ukikuja utaishi leo. Kama ana uko hapa, si kuna mtu anakushuhudia akakwambia kuja kanisani kwetu. Pastor atakwambia kanisani kwetu kuna 1 2 3, na ukasema acha kwanza nikuje nione. Sema amen. Ili tuendelee, tunaomba tu mtu ambaye ataenda kutushuhudia. Sasa ni nani yule ambaye atatushuhudia isipokuwa malaika wa Bwana ambaye ataingia kwa roho ya Mungu ili tushuhudiwe? Ingelikuwa John Baptist alikuwa na roho ya ukaidi, asingelishuhudia Yesu. Angelijiteka yeye mwenyewe, ana take place, anasema baada yangu hakuna mwingine, hakuna mtu anakuja nyuma yangu atakuwa na uwezo kama mimi. Mimi ni fire, mimi ndio moto. Akasema hivyo. Lakini John akasema hapana, nyuma yangu kuna mtu anakuja. John alikuwa na power. John Baptist kipindi hiyo alikuwa na power, alikuwa na mamlaka, kwa sababu Biblia inasema kulipita kulipita miaka 1400. Nilikuwa nimesema kwa French, miaka 1400 mbingu iko kimya, hakuna neno, hakuna usemi. Kitabu ya Malaki ndio nabii wa mwisho ambaye aliongea kwa Biblia. Siku tena mbingu ilizungumza, ni wakati John Baptist anasimama kwa Yordani hapo anambatiza Yesu. Mbingu ikafunguka tena, sauti kaongea. Baada ya miaka 1400 Mungu aongei. Hapo ndo sauti ya Mungu ilikuja tena, huyu ni mwana wangu mpendwa, msikizeni yeye. Sema amen. Hapo ndo Mungu akazungumza tena. Sasa John Baptist kama alikuwa na moyo wa kutoshuhudia Yesu, ama malaika wa Bwana anasaidia watu washuhudie wengine vizuri, asingelikuwa tu ya John Baptist. John asingeshuhudia Yesu na injili ingeharibiwa, lakini John alikuwa ni ushuhuda ya kwanza ya Kristo. Mimi nakuombea Mungu akusaidie katika pambazuko ya masuja, uwe na mtu ambaye atakushuhudia kwa mazuri. Mungu akubariki na abariki neno lake. Amen. Wote walio online pia Mungu akawabariki na akawatendea mema. Endelea kushare hii live kwa watu wengine ili kwamba tufanikiwe katika uwepo wa Bwana. Simama kwa miguu yako ili tumwambie Bwana na pambazuko ya leo. Pambazuko ya leo, tuma mtu wa kunishuhudia. Amen. Tuma malaika wako anishuhudie juu ya hiyo kazi. Tuma malaika wako anishuhudie juu ya kitu ambacho unahitaji. Mahali hujafika, ushuhuda yako ikutangulie kwa uzuri. Na Mungu pia apigane na wote ambao wanaopeleka ushuhuda mbaya kwa ajili yako. Wale ambao wanaharibu ushuhuda yako kwa watu wengine, Mungu akutane na wao.